Karibuni katika somo la leo. Tena tunaendelea na somo letu la kutambulishwa na Kristo au kutambulishwa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwanza tulitambulishwa na Adam, tulitambulishwa katika Adamu. Wanadamu wote tulitambulishwa na Adamu. Adamu alipoumbwa, aliumbwa hana dhambi, lakini akatenda dhambi. Alipotenda dhambi, sisi tuliokuwa ndani yake kwa mfano wa mbegu, wote tukawa ni wenye dhambi. Tukatambulika naye, tukafanana naye. Na kusema matokeo ya dhambi ni kifo. Wote tukafa. Wote tukawa chini ya ufu au kifo. Kwa hiyo wanadamu tunakufa ni kwa sababu ya Adam baba yetu. Na Adam anakufa au alikufa kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilipoingia tu duniani kwa njia ya Adam, kifo kikaingia. Kwa hiyo wanadamu wote tukatambulishwa katika kifo cha Adamu. Lakini Yesu alipokuja alijitambulisha na sisi. Kwanza alifanyika mwili. Maandiko yanasema naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu. Kwa neno Yesu alikuja kimwili. Maandiko yanasema katika Ibrania 2:14, kwa kuwa wanadamu au watoto wameshiriki mwili na damu, yeye naye alivyoshiriki hivyo, ili kwa njia ya mauti amharibu mwenye nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo Yesu akashiriki mwili, akatambulishwa na sisi katika ubinadamu wetu, na mwishoni msalabani akafanyika dhambi zetu, akajitambulisha na sisi katika dhambi. Lakini kwa sababu yeye ni mwenye haki, akafa katika dhambi, lakini akubaki katika kifo, akafufuliwa na Mungu. Kwa hiyo haki ya Mungu ilimfufua Yesu kwa sababu yeye hakuwa na dhambi, lakini ilipasa azilipie dhambi zetu kwa kifo. Kwa hiyo Adam tulitambulishwa naye, lakini Yesu akatambulishwa na sisi. Kumbuka hilo kwamba ulitambulishwa na Adam kwa njia ya kuzaliwa na Adam kama mwanadamu, lakini Yesu akajitambulisha na wewe kwa njia ya kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu ili awe sadaka ya dhambi. Mahali pengine imeandikwa, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mungu alitayarisha mwili wa Yesu ili ajitambulishe na sisi, ili aweze kuwa dhambi zetu, ili aweze kuwa makosa yetu. Kuna tofauti ya dhambi na makosa. Maandiko yanasema kusoma katika Waefeso 2:1. Anasema hivi kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa. Sasa neno dhambi linaitwa hamatia. Hamatia tafsiri yake ni kukosa shabaha, ni kutofikia kiwango kinachotakiwa, ni kutofikia ngazi. Yani ni kama unatakiwa uwe mtakatifu, lakini huwezi kufikia utakatifu. Unatakiwa uwe mkweli, lakini huwezi kufikia ukweli. Unatakiwa uwe na upendo, lakini huwezi kufikia upendo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hali yako ni dhambi, wewe ni mwenye dhambi. Kwa hiyo huwezi kufikia kiwango cha Mungu, ndio inaitwa hamatia. Kwa hiyo sio dhambi ya kutenda, hiyo ni dhambi ya hali, yani tuko hivyo, ni mwenye dhambi. Lakini makosa yanaitwa paraptoma. Paraptoma maana yake ni mpaka Mungu ameuweka, usifanye hivi, wewe unafanya hivi. Kiingereza inaitwa transgression, yani umevuka mpaka. Mungu amesema usiseme uongo, umesema uongo. Kwa hiyo ile hali ya hamatia ya dhambi inatufanya tuwe wakosaji wakati wote, tunakosea. Kwa hiyo wanadamu tuko tunakosea kwa sababu yetu. Adam alikosea. Mungu alimwambia usile tunda katika ule mti katika bustani ya Eden, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usile. Yeye akatransgress, akala. Alipokula akafa, na akawa mwenye dhambi, na akawa na yeye ni dhambi. Tumeelewana? Kwa hiyo Yesu alichokuja kufanya, hakuja kurekebisha tu kwamba tusitende dhambi, alikuja kuondoa asili ile hali ya dhambi ya hamatia. Haleluya! Akafanyika dhambi yeye, akauawa, alafu akafufuka. Alipofufuka sasa anataka atupe uzima, roho zetu zizaliwe mara ya pili. Ile dhambi ya hamatia ya kutofikia kiwango cha Mungu itoke, na tuwe na asili ya Mungu. Haleluya! Alafu tuache kufanya makosa, kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Lakini hapo panatakiwa kufanywa upya. Hilo ni somo lingine ambalo tutajifunza leo. Kwa hiyo Adam tulitambulishwa naye, Yesu akajitambulisha na sisi. Unapompa Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi, roho yako inafanya upya, dhambi inaondolewa, unakuwa kiumbe kipya.
Kinachofuata, unatakiwa ufanye upya nia yako ili ufanane na Yesu aliye ndani yako. Bwana asifiwe. Na unafanya upya kwa njia ya neno la Mungu. Na namna mojawapo ya kufanya upya kwa njia ya neno la Mungu ni kujitambulisha kwa kusema wewe ni nani katika Yesu Kristo. Na naposema kujitambulisha, namba moja, unajitambulisha na Kristo. Kama hujampa Yesu maisha yako, lazima kwanza umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi. Unajitambulisha na uzima wake, kwa hiyo unazaliwa mara ya pili, unakuwa na uzima. Lakini namba mbili, kinachofuata, unatakiwa kujitambulisha na tabia zake na nafasi yake. Hapo panatakiwa kuendelea, kudumu. Inatakiwa wanafunzi. Maandiko yanasema, kusoma katika Yohana 8:31, anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hili neno mkikaa katika neno langu, tafsiri yake mkidumu katika neno langu. Mkidumu kuwa katika neno langu. Katika Yohana 6:67 na 68, Yesu akawauliza wanafunzi, ninyi nani mnataka kuondoka? Kwa sababu wengine hawakudumu, waliondoka, walikwazika. Petro akasema, twende kwa nani? Nawe unayo maneno ya uzima. Alivyosema Petro vile, kwa anaonyesha yeye ni mwanafunzi. Inatakiwa tudumu kujitambulisha katika Yesu Kristo. Kwa sababu unapojitambulisha katika Yesu kwa usemi wako, unafanya upya. Kufanya upya sio kutafakari tu neno. Kufanya upya sio kusikiliza tu mahubiri. Ni kujitambulisha wewe mwenyewe wakati wote, kujisema kama Yesu alivyo, kama ufalme wa Mungu ulivyo ndani yako katika Yesu. Unafanya upya. Unapofanya upya, ile hali ya makosa ya kibinadamu inazidi kudhoofika, matendo ya mwili yanazidi kudhoofika, na unafanana na Yesu siku hata siku. Kwa hiyo tulijifunza eneo la kwanza la kujitambulisha. Tunakumbuka eneo la kwanza, tulisema sisi ni ndugu za Yesu. Jizoeshe kujitambulisha kama mimi ni ndugu wa Yesu. Yesu ni ndugu yangu. Na tukaona mfano wa hili neno ambalo kwa Kiswahili inaitwa sitiari. Sitiari ni usemi ambao unafananisha na kitu moja kwa moja, hata kama hakionyeshi, hakina maana hiyo, lakini afananisha kitu moja kwa moja. Kwa mfano, katika Mwanzo 29:14, Labani alimwambia Yakobo, wewe ni mfupa na mfupa wangu. Akamwambia wewe ni mfupa na mfupa wangu. Bwana asifiwe. Akamwambia hivyo Yakobo, alikuwa na maana wewe ni ndugu yangu. Hilo neno liko kama halionyeshi maana ya moja kwa moja, lakini kweli lina maana hiyo. Lakini tunaona katika Samueli wa pili 5:1, Wayahudi walimsema Daudi kwamba yeye ni nyama ya nyama yao na mfupa wa mfupa wao, kwamba Daudi ni ndugu yao. Na Paulo akatumia sasa huu usemi katika Waefeso 5:30 kwamba sisi ni nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake. Jitambulishe kwamba wewe ni ndugu wa Yesu. Jitambulishe kwamba kilichoko ndani ya Yesu kiko ndani yako. Ndugu huwa wanafanana. Tabia za ndugu wanafanana. Mpaka vinasaba wakienda kupima vinafanana. Kwa hiyo kama Yesu ni nyama ya nyama yetu na mfupa wa mfupa wetu, tumefanana na Yesu. Inatakiwa uanze kujiona hivyo katika maisha haya duniani. Unapokutana na dhambi, umefanana na Yesu. Unapokutana na shetani, umefanana na Yesu. Unapokutana na magonjwa, kila kitu unachokutana nacho, kumbuka wewe ni ndugu wa Yesu. Katika maisha ya kawaida tunapata changamoto. Unapopata changamoto, una hela ya school fees, sijui una hela ya pango, kuna kitu unahitaji. Kitu cha kwanza unawaza ndugu. Unashirikisha ndugu, ngoja nishirikishe ndugu zangu. Au kama una ndugu fulani mkubwa mahali fulani, unasema ngoja nimshirikishe, yeye atanifanyia connection. Sasa sisi ndugu yetu ni Yesu. Ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme, amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Wewe ni nyama na nyama ya Yesu na mfupa wa mfupa wa Yesu. Inatakiwa ujitambulishe hivyo, ufanye upya, ujione hivyo, na neema ya Mungu itadhihirika katika maisha yako. Haleluya. Pia tukaona namba 2, yatupasa tujitambulishe kwamba tunaketi kiti kimoja na Yesu. Waefeso 2:5-6, maandiko yanasema alitufufua pamoja naye, alafu akatuketisha pamoja naye. Hapa penye kuketishwa na Yesu, tafsiri yake ni nafasi ya mamlaka. Unaposema kiti cha enzi cha Mungu kimetukuka, manake Mungu ametukuka. Kiti cha enzi ni picha ya yule aliyeketi. Yaani kilivyo ndio picha yake. Kwa mfano kiti cha enzi cha Mungu, Zaburi 99 inasema Mungu ameketi juu ya makerubi. Ukiwaona hao makerubi walivyo, au wenye uhai wanne, ni maviumbe yenye nguvu sana.
na pale kwenye kiti cha enzi kunatoka sauti na umeme na ngurumo. Ni kiti kikubwa cha ajabu. Kwa hiyo kiti cha enzi kinaonyesha utukufu wa nani? Wa Mungu. Na jinsi kiti cha enzi kilivyo, ndivyo Mungu alivyo, ndivyo Mungu anavyoonekana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema tumeketi kiti kimoja na Yesu, tafsiri yake tumekaa katika nafasi moja na Yesu. Na hii nafasi moja na Yesu, kuna vitu viwili vikubwa ambavyo tunavyo. Kitu cha kwanza kinaonekana Waefeso 1:21. Yesu, maandiko yanasema ameketishwa juu ya majina yote. Na sisi pamoja na Yesu tumeketishwa juu ya majina yote. Lakini Wafilipi 2:9, maandiko yanasema Yesu ana jina kuu kuliko majina yote. Kwa hiyo hapa penye kuketishwa, tafsiri yake ni kwamba tuko juu ya majina yote. Kitu chochote kina jina. Lakini pia tuna hii neno tuko juu ya majina yote, maana yake sisi ni watawala juu ya kila kitu. Haleluya. Lakini tunalo jina lipitalo majina yote, maana yake sisi tunatiisha kila kitu. Sema natawala kila kitu, natiisha kila kitu. Natawala kila kitu kama mfalme, natiisha kila kitu kama mfalme kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu ni alama ya Yesu, ni alama ya mamlaka ya Yesu. Kuna mfano mmoja, kuna mtu mmoja zamani alienda kijiji fulani, akakuta mfalme wa pale ana mkuki wake au upanga wake. Watu wakiona yule mfalme ameshika ule mkuki na upanga, wanapiga magoti, wanasujudia. Kwa nini? Kwa sababu ule upanga, ule mkuki ilikuwa ni ishara ya mamlaka, ni alama ya mamlaka. Amerithishwa na mababu na mababa, amerithishwa kwamba ili utawale, ili uwe juu ya kila kitu, chukua ule mkuki. Kwa hiyo akitembea nao hivi, watu wanamtii, watu wanakuwa chini yake. Wanatazama nini? Mkuki. Akaja huyo mzungu mmoja ambaye alikuwa ni mhubiri. Yule chifu akampenda, akampa ule mkuki, akamwambia nenda ukitembea popote katika himaya yangu, territory, himaya yangu, popote utakapoenda na ule mkuki, watu wote watakutii. Basi kila alipokuwa akienda na ule mkuki, watu wanamsujudia yule mzungu. Haleluya. Ndivyo lilivyo jina la Yesu. Himaya ya Mungu yote, mbinguni, duniani, chini ya nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, nchi ni nchi ya Bwana, kuzimu kote ni Bwana. Alama ya ufalme wake na utawala wake ni jina la Yesu. Kwa hiyo kwa jina la Yesu unaweza ukatawala anga. Kwa jina la Yesu unaweza ukatawala bahari. Kwa jina la Yesu unaweza ukatawala kijiji. Kwa jina la Yesu unaweza ukatawala chochote, kazini, popote kwa jina la Yesu. Unayo alama kwa imani. Sasa wewe ulioni kwa imani, lakini umelishika kwa imani. Hebu kunja mguu, sema nimelishika jina la Yesu kwa imani. Popote nilipo, nipo juu ya kila kitu, natiisha kila kitu. Sema niko juu ya kila kitu, maana jina la Yesu liko juu ya majina yote. Waefeso 1:21. Natiisha kila kitu, maana jina la Yesu ni kuu kuliko majina yote. Wafilipi 2 anasema akapewa jina lile. Hebu sema jina lile. Maana yake lilikuwa limetunzwa, ni jina fulani limetunzwa. Na hilo jina lile ni jina la Mungu. Jina la Mungu Agano Jipya limekuja katika mwili kwa njia ya Yesu. Jina la Mungu ndio jina kubwa linalotawala. Kwa hiyo kusema kwa jina la Yesu, unasema kwa jina la Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye amefanyika mwili katika Yesu Kristo. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ili jina la Yesu liwe na nguvu, lazima ulielewe. Unajua yule mzungu ambaye akishika ule mkuki ili aweze kutawala, lazima akiona shida wanakuja kumuua, wanakuja anasimamisha mkuki, wote wanapiga chini magoti. Na ukiona matatizo, pepo wanakuja, pepo wote wako chini ya jina la Yesu. Malaika wote wako chini ya jina la Yesu. Bahari yote iko chini ya jina la Yesu. Uumbaji wote uko chini ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mahali hapo ndipo tulipoketi pamoja na Yesu. Tunalo jina na tuko juu ya majina yote. Jitambulishe hivyo. Sema nina jina kuu kuliko majina yote. Niko juu ya majina yote pamoja na Yesu. Maana alipofufuka, nilifufuka naye, nikaketi naye. Haleluya. Lakini namba 3 tukasema walio chini ya Yesu. Inataka kufanana na namba 2, lakini kuna tofauti kidogo. Wote walio chini ya Yesu wako chini yangu. Haleluya.
vyote vilivyo chini ya Yesu viko chini yangu. Yesu alipokufa alienda chini sana kuzimu, chini sana, kama wanakoenda kwenye dhambi. Alipofufuka akatoka chini sana akaenda juu sana na kutiisha vyote chini yake. Haleluya! Maandiko yanasema kusoma katika waraka kwanza wa Petro 3:22 kwamba amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu vyote vikiisha kutiishwa chini yake. Ili neno malaika maana ni viumbe vya kiroho vyote, malaika wazuri, malaika wabaya. Sema ufufuo wa Yesu. Sema kwa nguvu, kufufuka kwa Yesu kumeweka malaika wote chini yake, makerubi wote chini yake, maserafi wote chini yake, Mikaeli yuko chini yake, Gabrieli yuko chini yake, na jeshi lote la mbinguni liko chini ya Yesu aliyefufuka katika wafu. Mashetani wote, malaika wote wa angani, malaika wote wa misituni, wote wa baharini wako chini ya Yesu aliyefufuka katika wafu, wako chini yangu. Unamtaja Yesu alafu unasema na mimi, unajitambulisha pamoja na Yesu. Wako chini yako. Sema wako chini yangu. Haleluya! Kuna andiko lile katika Warumi 6 pale, Warumi 6:11 anasema jihesabuni kuwa wafu. Kujitambulisha ni namna moja ya kujihesabu. Unaweza kuwa ujioni hivyo, lakini unajihesabu hivyo, unajisema hivyo, unajitambulisha hivyo mpaka inadhihirika hivyo. Haleluya! Kwa hiyo tumeketi juu ya kila kitu, juu ya hapa ametaja vitu, amesema ameenda zake mbinguni, malaika ni viumbe, enzi inayotajwa hapa ni mamlaka za utekelezaji za kishetani, exousia. Zimetajwa katika Efeso 6 kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka. Ile ni mamlaka, ndio enzi. Unajua kitu hiki kifanyike katika kipewe mamlaka hata za kishetani. Kuna mtu aliona maono pepo wanavyotumwa kutokea kuzimu. Aliona maono kwenye zile kuta za milango ya kuzimu yamekaa mapepo. Yaani ni maaskari wa kuzimu, wengine ni vipofu, wananukia, wengine wako kama farasi, wengine ni viziwi, wengine ni walemavu, wengine ni wazuri tu kama binadamu. Maajenti wanatumwa na sauti huko kutoka kuzimu kwamba nendeni duniani, ingieni kwenye masoko, uweni watu, ingieni hospitalini, uweni, sababisheni agari, ndio Bwana, nendeni, sababisheni watoto wa vipofu, nendeni. Pale walikuwa wanapewa mamlaka, wanapewa enzi ya kuja kufanya. Kwa hiyo wakija wanakuja kwa ile mamlaka. Yesu amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi hizo na nguvu vyote vimetiishwa chini yake. Bwana asifiwe. Kwa mamlaka ya shetani imetiishwa katika Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Haleluya. Anaposema nguvu pale ni uwezeshaji, ni dunamis, ni dynamite, kitu kinachowezesha, ni ule uwezeshaji wa kishetani. Kwa mfano mimi ninapo wale watu wabaya, waganga wa kienyeji au wana mazingaombwe, anarusha mpira hivi, alafu mpira unakaa hewani, kuna nguvu inausababisha ukae pale hewani. Sawa Ile malaika na enzi na nguvu zote za kishetani zinazosababisha vitu vya kishetani vitokee, magonjwa, vimetiishwa chini ya Yesu. Kwa hiyo ukisema kwa jina la Yesu Kristo vinasikia, hata kama hujaona matokeo haraka kwa nje. Haleluya. Lakini namba 4 tukasema tunajitambulisha ndani yake kwa kuwa ndani ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema katika waraka kwanza wa Yohana 4:13, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Sema ninakaa ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani yangu kwa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu tafsiri yake ni kwa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho, lakini kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Waraka kwanza wa Yohana 3:24 pia nasema naye azishikae amri zake ukaa ndani yake naye ndani yake, na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu au kwa huyo Roho wake. Nitoa mfano wa sukari na chai. Unapokoroga sukari kwenye chai, huwezi tena kugawanya kati ya sukari na chai, vinakuwa ni umoja. Yesu mara nyingi alikuwa anasema mimi na Baba tu umoja, kama Baba anavyosema ndivyo ninavyosema. Mimi na Baba tu umoja, kwa anaonyesha ule muunganiko. Unapozaliwa kwa Roho Mtakatifu katika Yesu Kristo,
unaunganika na Yesu. Unaunganika na Yesu. Yeye anakuwa kichwa, wewe unakuwa mwili wake au kiungo chake. Unakuwa kitu kimoja kabisa na Yesu. Kwa sababu ngine unaweza kufikiri unajisikia wewe vibaya kwa sababu watu wanafanya kitu fulani kibaya, kumbe ni Yesu anajisikia hivyo. Haleluya. Kwa hiyo sisi na Yesu tu umoja kwa Roho Mtakatifu. Nataka tujitambulishe hivyo. Na hii sasa inatuingiza katika sehemu ya 5 ambayo inaendana na hiyo. Inasema hivi, jitambulishe kwamba wewe ni kiungo cha Kristo. Sisi ni viungo vya Kristo. Haleluya. Hiki kichwa changu hiki, kichwa ni kiungo cha mkono na mkono, yani kichwa na mkono vinategemeana vyote hivi, lakini vinavyofanya kazi ni tofauti. Kazi ya mkono huu ni tofauti, kazi ya mkono huu ni tofauti, kazi ya mguu huu ni tofauti na huu, na kazi ya macho na masikio ni tofauti, lakini vyote viko pamoja. Ndivyo tulivyo katika Yesu Kristo. Haleluya. Maandiko yanasema katika Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 12 mpaka 14, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, na mwili ni mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kristo anayetajwa hapa ni Yesu na kanisa. Sema Kristo ni Yesu na kanisa. Yaani Yesu na kanisa wakitokea wote wanaitwa Kristo. Ndio maana mahali pale anasema kuna ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Alikuwa anasema msifungwe nira na wasioamini. Alafu anafananisha kanisa zima na Yesu. Kwa sababu mimi hapa unaweza ukatofautisha Yebupe na kichwa chake na mikono. Yaani mimi ni full. Ni mmoja. Ndio ile andiko linachosema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi. Sema mwili ni mmoja, una viungo vingi. Na Yesu naye mwili wake ni mmoja, una viungo vingi, na yeye akiwemo kama kichwa. Jitambulishe, mimi ni sehemu moja wapo katika viungo vya Yesu. Mimi najitambulishaga, mimi ni sehemu ya Yesu kabisa. Kuna mwingine hapo wewe unawezekana ni jicho, mwingine huyu ni mkono, mwingine huyu ni mapafu, mwingine huyu ni figo. Lakini wote ili tuwe mwili natakiwa tukae wote katika Yesu na tujitambulishe hivyo. Kanisa zima la duniani tutakapojitambulisha katika Kristo na kujiona kama viungo na Kristo akiwa ni kichwa, kutatokea vitu vya ajabu sana. Hata kama kuna tofauti, kwa sababu kidole hiki kidogo hakifanani na dole gumba, kuna tofauti. Lakini mwili ni mmoja. Kwa hiyo kunawezekana kuwa na tofauti hata za huduma. Haleluya. Mfano mimi ni nabii au mimi ni mtume au mimi ni mchungaji. Siwezi kusema wachungaji ni wadogo na mitume ni wakubwa kwa sababu wao ni mitume. Kwa sababu hawajachagua kuwa mitume, manabii hawajachagua kuwa manabii, walimu hawajachagua kuwa walimu, wachungaji tumejikuta tuko hivyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hatuna cha kujisifia wote. Na wote tunategemeana. Kama vile hii yote miwili ni mikono. Lakini ngoja mkono ukose nguvu alafu jaribu kula na mkono wa kushoto, utagundua you are not comfortable. Unakula lakini unakosa shabaha kuingiza mdomoni kwa sababu mkono una shida. Kwa hiyo hata huduma ziko hivyo. Huduma mojawapo ikipata shida katika mwili wa Kristo, kuna namna fulani mwili wote unaathirika. Kwa mara nyingi usishangilie anguko hata la mtumishi. Unaposikia mtumishi amepata shida, kaa kimya. Kwa sababu kwanza sio mtumishi wako, ni wa Mungu. Alafu pili yuko kwenye mwili, unamtegemea yule mtu. Bwana asifiwe. Umesikia mtumishi amepiga mtu ngumi hivyo, mwambie Mungu mrehemu, muombe afika kimya. Haleluya. Jana nilikuwa na watu fulani hapo tunaongea, nikaanza kuongea jambo fulani kuhusu mambo fulani ya Mungu na watumishi Mungu, akaniambia kaa kimya. Nikishafikaga hapo kwenye mambo ya watumishi Mungu ananiambiaga kaa kimya. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwanza ni watumishi wake. Kwenye Warumi pale anasema wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mtu mwingine. Lakini pili ni sehemu ya mwili. Jamani, mwili ukiwa unauma, mkono kuna wakati niliwasimulia kwa nataka kuparalyze, kwa nataka kukaa hivi kabisa. Baadaye Mungu akanisaidia nikatamka Warumi 8 nimeuisha, ukaanza kufanya kazi vizuri, ukawa unafanya kazi. Lakini kuna siku nikaenda kutype. Wakati na type vitabu ukawa hauwezi, nikaushika na mkono wa kushoto ukawa unafanya kidogo, nikiushika unafanya, nikiuachia ufanyi, nikiushika unafanya. Ndivyo ilivyo katika mwili wa Yesu. Kuna watu wanatakiwa washikwe ili wafanye kitu.
Anaweza kama ameishiwa nguvu, hawezi kitu fulani, amekata tamani, mchungaji si watu wamekimbia, anatakiwa ashikwe lile eneo kwa namna fulani, aombewe ili afanye mpaka apate nguvu. Baadaye mkono ukapata nguvu, aushikwi tena. Ndio mwili wa Kristo ulivyo. Sio tena mkono huu uanze wewe unashindwa kutype, unashindwa kutype wewe, unashindwa kutype wewe, unashindwa mpaka huu ufe. Ndivyo sangie tunapokosea tunafanya. Wengine wanajifanya ni watumishi, tunawapiga. Mbona amefanya na hiki? Sasa unasema na wewe ni mtumishi na unapiga pale, unapiga mkono katika mwili wako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujitambulishe kwamba sisi ni mwili wa Kristo. Na unapojitambulisha hapa, nasisitiza, heshimu na viungo vingine. Vitambue na viungo vingine. Tambua umuhimu wa watu wengine ambao unawahitaji. Na kuna watu ambao hawana miujiza, hawana ishara, hawana maajabu, lakini unawahitaji sana. Nakumbuka mfano ule wa Yethro na Musa. Yethro alikuwa tu ni mzee, mtu amekaa pale nini, lakini alimsaidia Musa, huduma yake ikanyooka. Bwana asifiwe. Musa aliyefungua bahari ya Shamu. Musa aliyefanya miujiza, maji yanatokea kwenye mwamba na nini. Akashauriwa tu kwenye uongozi, fanya ABC, uongozi wake, huduma yake ikakaa kamili. Bwana asifiwe. Yesu alisimama kama kiungo cha huduma ya masaidiano. Musa alikuwa na huduma kama hizi huduma 5, alikuwa ni nabii, lakini alihitaji huduma ya masaidiano. Na sisi wachungaji, walimu, mitume na manabii tunahitaji huduma za masaidiano. Kuna tofauti ya huduma na kuna tofauti ya ukubwa. Unaweza ukawa na huduma kubwa lakini sio mkubwa, ni mdogo. Bwana asifiwe. Kwa sababu huduma ni vipawa na karama, lakini usakuta wewe ni mdogo sana. Lakini kuna mzee mmoja ameokoka mwaka 70, anamjua Mungu, amepitia mambo mengi, yuko tu haleluya, yani anaonekana kama vile ana upako, lakini anaweza kukusaidia ukiwa na hekima, ukiwa mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa sababu miujiza, ishara na maajabu ni rahisi na kutusahaulisha viungo vingine. Ni kama vile unaweza ukasahau kabisa kidole hiki, kidole kidogo, ukakisahau kabisa kule chini. Kuona hakina maana. Siku kikiingiwa na funza, hauendi kazini. Hauendi. Uko tu kidole, kwa niende mbele, niende hospitali. Unashangaa kidole kananitesa hivi kadogo tu. Ndivyo mwili wa Kristo ulivyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo yatupasa kujitambulisha kwamba sisi tu viungo vya Yesu. Mimi hapa mnavyoniona ni kiungo cha Kristo. Ni extension ya Yesu. Yaani mimi nina uyesu fulani, wewe na wewe una uyesu fulani, huyu naye ana uyesu fulani. Sasa huyu akiwa na uyesu na mimi na uyesu, tofauti yake ni kwamba Yesu anajidhihirisha kwa hekima yake tofauti pale, na kwa hekima yake tofauti kwa huyu, na kwa hekima yake. Tukikusanyika wote na udhihirisho wote wa Yesu, tunaleta utimilifu wa mwili wa Kristo. Kristo anatimia duniani na kusudi lake litatimia duniani. Kwa hiyo huduma au kusudi la Mungu halifanywi na mtu mmoja. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Hauwezi kufanya peke yako hata hapa kanisani. Mimi naweza nikawa ninafundisha kila siku, nahubiri kila siku, lakini nikilala natakiwa nilindwe kwa maombi. Lakini nikikosea natakiwa nishauriwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakuta tunahitajiana sana katika mwili wa Yesu. Kwa hiyo kwenye kujitambulisha kama viungo, namba 1, jua wewe na Yesu mko pamoja. Damu iliyoko ndani ya Yesu iko ndani yako. Jina lililoko ndani ya Yesu liko ndani yako. Baba aliye wa Yesu ni baba yako. Roho aliye wa Yesu ni Roho wako Mtakatifu. Mahali alipo Yesu mbinguni, na wewe uko hapo. Malaika za Yesu ni wa kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye undugu wa Yesu pia, Yesu ni ndugu yako, kwake nani wako. Unajitambulisha hivyo, alipoketi nipo, unakuta hivi vitu vinafanana. Hebu twende tukatamke maneno haya yafuatayo katika kujitambulisha na Mungu. Kama unanisikiliza uko hapa kanisani au unanisikiliza mahali pengine popote, namba 1 kujitambulisha na Mungu, lazima ujitambulishe katika uzima wake. Wewe na Mungu mwe mna uzima mmoja, na uzima wa Mungu unapatikana katika Yesu. Haleluya. Kwa hiyo sema Yesu ni Bwana. Hebu tuseme pamoja na mwingine yote anayetusikiliza labda mahali fulani. Wote tuseme, wewe Yesu Kristo ni Bwana. Ulifufuka katika wafu. Kwa njia yako napata uzima. Mauti inatoka ndani yangu. Nakataa utambulisho wa zamani wa Adamu, anayekufa, anayeenda motoni, anayeumwa, aliye mbaya,
aliye mchoyo, aliye mwizi, na kataa matendo ya mwili, kwa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Yesu, ingia ndani yangu leo, uwe Bwana na Mwokozi. Kwa njia yako nafanya upya, natambulishwa na wewe kwa uzima. Adamu wa kwanza anaondoka ndani yangu. Nimetamka hayo kwa jina la Yesu, amen. Kama umefanya kwa kumaanisha, tayari umetambulishwa na Kristo katika roho yako, lakini yakupasa sasa kutambulishwa na Kristo katika nafsi yako, kwa sababu maisha yako yote zamani ulikuwa umeendelea katika dhambi. Nafahamu zamani tulikuwa wabaya kidogo, tukiona mjusi tunamkata mkia, afu kile kimkia kinafanya hivi, si ndio? Wakati kile kimkia kinafanya hivi, kimeshakufa. Kwa hiyo naona hapo okoka ni kwamba maisha ya zamani yanakatwa na Mungu, yanaondoka, lakini unakuwa na kimkia, kuna vitu viko kichwani bado. Mimi mtu akinichezea na mtwanga, mimi na umbea upo. Unashangaa yule mtu ameokoka, mbona ni mbea vile, mbona ni mkatili vile, nikamkia. Sawa, unatakiwa ukakoseshe nguvu, unatafakari neno, unajitambulisha, kaanza kufanya hivi: mimi katika Yesu nimezaliwa mara ya pili, mimi ndugu wa Yesu, mimi, mpaka kana kufa kabisa, Yesu anatokea. Haleluya! Kwa hiyo ukiokoka ni kwamba umetairiwa, utu wa kale umeondoka, lakini tabia yako katika akili iko pale pale. Unatakiwa ufanye upya kwa kujitambulisha katika Yesu Kristo. Hebu tusimame tujitambulishe katika Yesu tena kwa kupitia haya maeneo manne. Hebu sema katika jina la Yesu. Naomba wote tusimame, sema kwa jina la Yesu. Ninasema maneno haya kwa jina la Yesu. Ninatamka maneno haya katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, kila nalolifanya nilifanye kwa jina la Yesu. Natamka kwa jina la Yesu, mimi ni ndugu wa Yesu, ni nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake, nina tabia zake, nina vinasaba vyake. Natamka kwa jina la Yesu, nireketishwa mahali alipo juu sana ya majina yote, ninatawala juu ya majina yote, na ninalo jina kubwa kuliko majina yote. Natiisha vitu vyote pale mahali nilipo kwa jina la Yesu. Natamka wote walio chini ya Yesu wako chini yangu. Yesu aliyefufuka katika wafu, malaika na enzi na nguvu, vyote vimetishwa chini yake. Natamka hivyo, malaika wazuri, malaika wabaya, nguvu za kiutawala za kishetani, zote zimetishwa chini yangu. Natamka mimi na Yesu tu moja, kama sukari ilivyo moja na chai. Yuko ndani yangu, niko ndani yake kwa Roho Mtakatifu. Mimi ni kiungo cha Kristo, Kama Kristo alivyo, ndivyo nilivyo katika ulimwengu huu. Hekima ya Mungu ya Yesu iliyo ya namna nyingi inaonekana kwenye maisha yangu kwa namna moja. Haleluya! Pigia Yesu makofi. Haleluya! Ongeza makofi. Haleluya! Yesu ni Bwana. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.